Kwa majina naitwa Isaac Mongai aka Kijana Msafi, chairman wa New Gema Young Leaders Movement, na nimekuja hapa kwa sababu yale matamshi niliona ikifanyika kule pande ya Embu jana. Nikaona gavana wa huko, yule mama anaitwa Cecily Mbarire, yule ambaye ndiye chairman wa ile chama inaua wa Kenya, ndiye chairman wa ile chama imenyanyasa wa Kenya, inawaibia kila siku, chama ya UDA. Na huyo mama alikuwa anasomea wazazi wetu kule Embu, ati akiwaambia wamekosa adabu kwa sababu hawakupigia William Ruto makofi siku ya Saturday wakati alikuwa anadanganya raia ile miradi anasema amefanya na hakuna kitu amefanya. Nikaona akiambia watu wa Embu ati ya kwamba ati sababu hawakupigia William Ruto makofi, sababu hawakumshangilia, hawatapata miradi ile ambao wanafaa kupata kama watu wa Embu. Mimi nataka niulize Cecily Mbarire, chairman wa chama cha UDA. Leo hii Raila ako kwa serikali ya Kenya Kwanza, amepatiwa mpaka mawaziri. Ni kura gapi alipatia William Ruto? Ni kura zipi watu wake walipigia William Ruto? Nini walipatia William Ruto ndio wakapatiwa serikali nusu? Kenya hii kuna watu ambao walipiga William Ruto kama Wajaruo wakiongozwa na Raila Amolo Odinga. Kuna watu walitusi William Ruto kama Wajaruo wakiongozwa na Raila Amolo Odinga. Na leo hii ako kwa serikali, anapatiwa miradi, anapatiwa pesa yetu na amepatiwa serikali nusu. Watu wa Embu ndio walichagua hii serikali. Na kwa sababu hakuna kitu hata moja wamepata kutoka kwa hii serikali na miaka 3 sasa imeisha, wako na haki ya kutoshangilia upumbavu, ya kutoshangilia ushenzi, ya kutoshangilia ukiritimba na kutoshangilia ujinga. Kwa sababu hao watu ndio waliamuka mapema wakaweka William Ruto kwa kiti, na kila siku wakiamuka ni kuwadanganya. Mimi nataka niambie watu wa Embu, msiuziwe uoga na huo mama. Huyo mama asiwauzie uoga. Jana nimesikia akiwaambia ati Embu hakuna rami, lakini Murang'a kuna rami. Akasema sijui Nyeri kuna rami, akasema hapa Kiambu kuna rami. Ni sawa, hatukatai, lakini huyo mama ni vizuri awaambie nyinyi watu wa Embu, rami ya watu wa Embu ilienda wapi? Kwa sababu amekuwa mbunge zaidi ya miaka 15. Na rasilimali ya nchi inagawa pale bunge. Pesa yote ya nchi na miradi yote inafanywa ugawi pale bungeni. Hiyo bunge amekuwa huko miaka 15. Aambia watu wa Embu kwa nini hawana rami, na yeye miaka 15 amekuwa mbunge, mahali pesa ya Kenya, mahali rami za Embu, mahali miradi ya Embu ilikuwa inagawiwa. Awaambie aliuza wapi. Mimi nataka niambie huyu mama, tunajua ulikuwa umelipwa upeleke watu kwa sherehe ya Embu. Watu walipofika huko wakakugeuka, kuliko washangilie William Ruto wakashangilia Rigathi Gachagua. Hasira zinatoka hapo. Ulikuwa umepeleka watu huko na mabasi mingi ndio washangilie William Ruto. Walipofika huko wakapata hata Uhuru Kenyatta mtoto yao kwa huko, wakashangilia Uhuru Kenyatta. Hawakushangilia hao wakora wa Kenya Kwanza kwa sababu kazi yao ilikuwa kudanganya wananchi kila kuchao. Mimi nataka nikuambie, watu wa Embu wametupatia heshima kubwa sana katika nchi ya Kenya sisi kama watu wa mlima. Kwa sababu ndio kaunti ya kwanza kusema ya kwamba hata kama tuko kwa kanisa hatutasikiza ujinga. Na nilifurahia sana venye William Ruto alianza kuongea, watu wa Embu walianza kuamuka kwa viti, wengine wakaanza kutoka, wakaenda shughuli zao. Kwa sababu heri mama aende akakamue ng'ombe yake kuliko kusikiza William Ruto wakati anadanganya watu wakubwa kama watoto. Hawezi danganya mbele ya mapasta, mbele ya kanisa mzima unadanganya watu and we expect watakapo wakusikize. Kwa hivyo nikimalizia niambie watu wa Embu, msiuzie uoga na huo mama. Yeye ndiye alikula rami yenu yenye anasema hakuna. Ile miradi ilikuwa ikuje Embu for 15 years. Yeye ndiye alikuwa na kura akirukaruka kule na William Ruto for 15 years akiwa mbunge wa Embu. Mtu wa mwisho nataka niongelesha leo hii ni William Ruto na wale Catholic bishops. Kuna kitu ambacho imetushangaza sana sisi kama wananchi wa Kenya hii. Kwa sababu tuliona mabishop wakitokea wakakemea serikali, wakasema yale mambo serikali imekuwa ikifanya, of which ni ukweli. Ile statement au maaskofu walisoma, hiyo statement ni ukweli. Serikali ya Kenya Kwanza imekuwa ikiua watu kiholela, imefanya abduction kiholela, imedanganya wa Kenya kila asubuhi, inadanganya raia, wameiba pesa, program zao zote ni fake, ni za ukora na ni za kina Dani. So ile statement bishop walisoma ilikuwa ya ukweli. Lakini bado mimi nashangaa kuona the same bishops wa Catholic
siku ya jana wakipokea pesa kutoka kwa William Ruto, yule mtu ambaye walikuwa wanakemea ako na ufisadi, ati wanapokea 5 million kutoka kwa the same person. Na mimi nikajiuliza, wanasiasa wanafuata William Ruto, sana sana wale ambao wametoka Rift Valley, wanatoa nguvu wapi ya kujibu na kusomea mapadri na mapasta kama watoto? Kumbe wanajua zile pesa William Ruto anaibanga, anakuranga na wale mapasta. That is why kina Oscar Sudi anasomea mapasta kama watoto, Aaron Cheriot anasomea mapasta kama watoto, Deputy Speaker bwana anaitwa yule madamu anaitwa Bosholei alipatia na lecture kubwa akisomea Catholic Bishop kama watoto. Hii nguvu kumbe wako nayo kwa sababu wanajua zile pesa mapasta wanasema zinaibiangwa usiku, ndio wanapelekeangwa, zingine wanapelekewa mchana kwa makanisa na wanazichukua. Mimi nataka mapasta wajitokeze, waambie wa Kenya kama wao na Raila ni the same, kwa sababu tumeona Raila akiwa mstari ya kwanza anaamkanga asubuhi, anarukaruka na masufuria kwa kichwa, anapiga serikali, usiku anaitwa na William Ruto anapatiwa pesa, ananyamaza. Hivi Raila anafanyanga ndivyo sasa mabishop pia wanafanya. Mnatokea mchana, mnapiga kelele, mnatusi serikali, mnaisomea, baadaye usiku William Ruto anawaita anawapatia pesa, mnanyamaza. Vipi pasta mzima anaweza kubali kujengewa ile nyumba atakaoishi na president mwenye ambaye ako na mashtaka kubwa kwa wananchi ya ufisadi? Vipi anaweza kubali pesa kama hiyo mjengee nyumba? Mimi nataka huyo pasta atokee mbele ya Wakenya waambie kweli ataweza kuamuka siku moja akemee serikali na mambo ya ufisadi kama yeye ndiye anapokea pesa bilioni 5 zile ambazo ni pesa za Wakenya. Kitu kingine Wakenya wanauliza leo hii, universities zimefungwa. Tukianza na Moi University tayari imefungwa, hakuna wanafunzi. Wanafunzi hawako shuleni, hawasomi. Zile university ambazo hazijafungwa, ma lecturers wote wamegoma kwa sababu hakuna pesa. Wanarika ambao wako kwa hiyo kanisa mahali ulipokea hiyo milioni 5 bishop wa kule Soweto Catholic, uliuliza president pesa ya ma lecturer iko wapi kwa sababu wewe alikupatia milioni 5? Ulimuuliza pesa ya ma lecturers itapatikana siku gani? Wanarika walikuwa kwa hiyo kanisa yako warudi kwa mashule. Umemuuliza mama wazee kwa hiyo kanisa yako sababu ni wazee, hawana namna, hawana mbinu vile ambavyo watatibiwa. Rais baada ya kupatia milioni 5, ulimuuliza wale mama watasaidika vipi kwa sababu wametuletea mambo ya shifo, mambo ya mambo ya sha, mambo ambayo haieleweki. Ulimuuliza hiyo swali. Mimi nataka niongee na waumini wale walikuwa wameketi kwa hiyo kanisa. Pastor alipatiwa milioni 5 na rais, akaweka kwa mfuko, akajenga nyumba ya kuishi. Shida zenyu kama Wakenya mlikuwa kwa hiyo kanisa ziliisha, sababu mlikuwa mnaambiwa na pastor mshangilie, yeye amepatiwa milioni 5. Nyinyi kama wananchi mlikuwa kwa hiyo kanisa, mmepata ajira. Nyinyi kama wananchi, gharama ya maisha ilishuka jana kwa sababu pastor wenu alipatiwa milioni 5. Hii mambo inatusubua, mambo ya afya, sababu pastor alichukua milioni 5. Nyinyi mlisaidika vipi? Mahali imefika sisi kama wananchi, kama kuna kitu hatutakubali ni rais na wakora wake wanaiba pesa ya wananchi wanapeleka kwa makanisa. Hiyo hatutakubali. Mimi nahuzunika, Kindiki mwenye hata hajalipwa mshahara ya mwezi wa kwanza kutoka apisho kama naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, ako na audacity ya kwenda pale Sagana Ndia anapeleka milioni 7. Mimi nauliza Wakenya, hata kama hatukuenda shule, huyu jamaa hana mwezi kwa ofisi, kwa hivyo hata mshahara ya kwanza hajalipwa, lakini amepata vipi milioni 7 kupeleka kanisa ya APC kule Ndia? Hiyo si ni pesa ya wananchi yenye inapotea kila siku. Na ndio maana mimi naambia Wakenya, mmekuwa mkiuliza William Ruto anakopa kila siku. Anakopa kila siku, ushuru wameongezea Wakenya. Hizi pesa anakopa anazionekani mahali ziko. Ndizo hizo walipeleka jana na magunia kwa kanisa. Kindiki amepeleka milioni 7 kule Ndia, William Ruto amepeleka sijui milioni 5 kule Soweto Nairobi. Hii ni pesa ya Wakenya, ili ambao mnalipa kwa uchungu, ili ambao inakopwa na hajui mahali inaenda. Nikimalizia, nilisikia gavana Nairobi akisema kwamba watu wa Murang'a hiyo maneno wanaongea sijui mambo ya barabara za Maumau wagoje. Na sababu alikuwa anataka kufurahisha William Ruto akasema ya kwamba kwa nini tunasema hizo barabara zijengwe saa hii na kulikuwa na rais wa kwanza hakujenga, tukakuwa na rais wa pili hakujenga, rais wa tatu hakujenga, rais wa 4 hakujenga, bwana tunataka William Ruto ajenge na kwa kiti miaka 2. Mimi nataka niambie Governor Sakaja kwa sababu anaonekana ni kijana ambaye ameanza kukua mjinga sasa. Rais Moi hakuna kitu alitusaidia nayo kama wananchi wa Jamhuri ya Kenya, na unajua vizuri hakuna legacy hata moja ya Rais Moi isipokuwa wizi na ufisadi.
Rais Kibaki kabla aanze kutujengea Maumau alitangulia na hii Thika Road yenye mnatumia nyinyi wote mkikuja kukunywa huku weekend. Governor Sakaja na hawa kwa wengine. Hii super highway mnapitia hapa ndio Kibaki alitangulia kujenga. Rais wa 3. Rais wa 4 Uhuru Kenyatta ndiye alianzisha hizo barabara za Maumau sasa. Akazipangia na akazianzisha. Ile kitu tunataka William Ruto afanye si kutusaidia, ni azikamilishe na anakamilisha na ushuru yetu, si pesa yake ya mfuko. Kwa hivyo hiyo lecture kubwa ulikuwa unafanyia watu wa Murang'a ati tunyamaze tusiongee, hatutanyamaza. Ile pesa inatumika kumaliza barabara za Maumau, si pesa ya mama yako Sakaja, si pesa baba yako Sakaja, ni pesa ya wananchi wa Kenya ambao wanalipa ushuru. Na tuko na haki kisheria kikatiba kuhakikisha kwamba ile miradi Uhuru Kenyatta alianzisha hapa Mlima Kenya imekamilishwa na ile serikali ambao tunalipa ushuru leo hii. Na nimemaliza. Aya. Kwa majina ni Kiari Kenneth ama KK. Anataka tu kuguzia mambo mbili peke yake. Jambo la kwanza ni watu wa Mount Kenya. Sana sana watu wa pale Embu. Hongera sana watu wa Embu. Kitu mlifanya hapo ni kitu ambayo tulifurahia. Mtu wa uongo akiongea ambiwa ameongea uongo. Na msikubali aongee. Hata siku nyingine akiongea hiyo uongo, nyinyi wote simameni mtoke muende. Hatutaki serikali ya kudanganya watu. William Ruto anafaa ajue sisi watu wa Mount Kenya hata tutumie venye anataka. Hata kuja hapa adanganya wazazi wetu, anakuja anaomba kula, tukishamchagua na tukishafika kwa ile serikali, anaenda analeta mtu ambaye hata hakumpea kula, anawekwa ndani ya serikali, anakuja kuangamiza watu. Huyu jamaa anaitwa Raila Odinga. Unatumia magavana kama gavana wa Embu akuje anunue watu wakuje wakushangilie. Watu wa Mount Kenya sio wajinga. Hautapea mtu 500 akuje ashangilie ujinga, akuje ashangilie uongo. Watu wa Embu mlifanya kitu ya maana. Na hata siku nyingine mkilipwa mtokee na mjifanya mtakuja kushangilia uongo yake, lakini akifika hapo akianza kuongea make sure mumeondoka. Kwa sababu sisi tuliweza, watu wa Mount Kenya walisaidia huyu jamaa sana kuchukua hii serikali. Lakini mumeona vizuri vile alichukua, alienda akaingiza mtu ambaye hakuna kitu alimpea. Akamuingiza akaleta matatizo katika hii serikali. Hii ni serikali ya vita na imeonekana kabisa si serikali ambayo itaweza kusaidia Mkenya. Na ndio kila wakati kila watu wanatokea wanakuja wanasema hii serikali haifanyi kazi ambayo ilielezea Wakenya wakati walikuwa wanatafuta hizo vitu wako nazo. Na ndio maana tunafurahia sana kwa sababu tuliona kabisa watu hawajafurahia na hawajafurahishwa na mambo ambayo amekuwa akifanya. Kwanza hii mambo ya kujenga manyumba ambayo ieleweki, pesa inaenda wapi? Pesa ya wananchi. Kitu ya pili nataka kuguzia ni hii mambo ya pastors na mabishop. Mabishop na mapastors kwa muda mrefu mmetumiwa vibaya. Mmetumiwa vibaya kuangamiza Wakenya. Mmetumiwa vibaya kueneza uongo. Mlijitokezea vizuri mkasema kwamba hii serikali ni ya uongo, mkatokezea vizuri mkasema venye imeua watoto, na mkatokezea mkasema iko na ufisadi. Mkasema inapeana false promises to Kenyans. Na ni nyinyi mnawakaribisha kwa makanisa zenyu wawapee pesa. Mlikuwa mnafanya hii mambo ndivyo wakuje kwa kanisa zenyu ama mlikuwa mnafanya mtetee mwananchi? Juu mlipopiga kelele mimi niliona rais mwenyewe akisema najua makosa mahali iko ni juu sijakuja kutembea kwa makanisa zenyu. Na vile alitembea akawapea pesa, sasa mmeshaingiana na serikali, sasa mwananchi amebaki peke yake pale akiumia. Tunataka watu wa ukweli. Ama hata hizo kanisa tuseme hatutakuwa tunaenda. Tukae hivyo basi bila kwenda kanisa. Kama tunakuja tunadanganywa na huyu akitafuta kitu ya tumbo lake, akishapewa ameshaachana na mambo ya wananchi, basi tukae bila kwenda hiyo kanisa. So ile kitu nitahimiza mabishop, kama ni kabisa mnasema hii serikali imekosea watu, kama ni hiyo mambo mnasema mtafanya maandamano, fanyeni maandamano. Msikuwe mnafanya maandamano ya kuitwa pale State House kama vile huyu jamaa wa kitendawili ameishi kufanya. Anavaa masufuria kwa kichwa, anashinda akisumbua watu na biashara zao zinafungwa. Akishaitwa pale State House, akishapewa unga yake, ananyamaza na anaanza
kupaka watu maua na kuwapaka mafuta. Na Raila Odinga ametumika njia mbaya sana ya kurudisha hii nchi nyuma. Yeye ndiye amekuwa kiongozi ambaye ameweza kurudisha hii nchi nyuma sana. Na naamini kabisa vile mtu anaitwa William Ruto amechukua Raila Odinga, hiyo ndiyo mwanzo wake wa kuanguka. Raila Odinga hakuna kiti ya urais ashaishinda. Hajaishinda kiti yoyote, na naamini 2027 kama Ruto ataweza kufikisha hapo, hata ingia tena kwa kiti na hatutakuwa na uongozi mbaya kama yenye tumekuwa nayo kwa hiyo miaka 2. Mimi ile nitasema ni kwamba Wakenya tuendelee kuangalia na tusikubali kudanganywa. Hao watu wa uongo wakiongea mahali tunaondoka kabisa. Especially huyu jamaa wa kitendawili. Hata nilikuwa nafikiria anaweza chaguliwa kama AU chair, lakini watu wa Afrika sio wajinga. Unajua ameishi kudanganya watu wa Western, anafikiria watu wa Afrika ni wajinga namna hiyo. Watu wa Western wameishi kukua brainwashed na huyu mzee. Lakini wakati wako umefika mwisho. Juu ukitoka huko AU, ukirudi hapa Kenya, ujue vizuri vile umerudisha hii nchi, ukatengeneza njia ambayo sio nzuri, njia ya kutumia wananchi ili uweze kuhongwa na serikali. Instead ukuje ucorrect serikali, useme hapa serikali ifanyi vizuri. Ukishaitwa, ukishapewa pesa yako, ukishapewa viti kidogo ya uongozi, unaanza kupaka hiyo serikali mafuta. Tumekuona siku mingi na wewe ndio unarudisha hii Kenya nyuma. Wewe Raila Odinga niwe naambia. Na kama wewe ni mwanaume kamili, simama na ukweli. Wacha kukaa mtu mwenye ni kigeugeu kila wakati. Tangaza msimamo wako, useme wewe kama unataka kabisa kutuonyesha wewe unasema ukweli. Sema huyu jamaa aende nyumbani, utuletee ama kukikuja jamaa mwingine ambaye anaweza saidia Kenya. Ukue wewe ndio wa kwanza kumsupport na aingie katika uongozi kwa njia iliyo sahihi. Kwa hivyo ni hayo kwa sasa, na niombe sana wa bishop wetu na watu wa kanisa. Si ati tunawapiga, lakini tupelekeni na njia ambayo inafaa. Msitumie wananchi kudanganyana ndivyo muletewe kitu kidogo alafu msahau na ile mambo mmesema. Kama ni kweli hiyo mambo mlikuwa umeandika ni ya ukweli, huyo bishop wa jana hangechukua hiyo pesa. Hiyo pesa ilipelekwa na Kindiki, hivyo mungechukua. Mungesema hadi hao watu watengeneze njia ambayo ni sahihi, ndio mtaweza kufanya kazi. Kwa nini mtu awaletee pesa ili hali kuna watu ambao wafanyikazi wa serikali wako nyumbani? Kama watu wale wa shule, lecturers wako nyumbani juu hawalipi pesa zao, kwa nini msiambie serikali kwanza before mlete hii pesa kanisani, muende mcorrect? Kwa sababu watu wakipata masomo, at least kuna mambo mazuri itapatikana ya kuendelesha hii nchi mbele kabisa. Kwa hivyo kwa saa hii ni hayo tu, hadi kuona siku nyingine. Asante.